Ndashima Imana ko yampaye umwana mwiza w'umukobwa nari maze igihe kirekire mutegereje. Alikuwa anamsubiri sana, Mungu akampa msichana mzuri sana. Nyuma y'imyaka 5 Imana iradusubiza. Tulikuwa tumefika muda wa miaka 5, Mungu akatujibu. Araho nageraga mumva biranze kwihangana. Kuna wakati alikuwa inafika akasikia ya kwamba anakata tamaa. Naomba tusimame wote tusimame tu. Naomba tukaribishe Patrick na Miss Patrick watuambie ni nini wamefanya waandae hiki kitu. Karibuni. Karibuni. Hebu wachapieni makofi. Wachapieni makofi. Wachapieni makofi. Wachapieni makofi. Wachapieni makofi. Bwana abariki sana. Bwana abariki sana. Na sitakaa, naomba mtumie hiyo mic. Sitakaa. Tukua tumesimama watuambie. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuinue mikono. Haleluya. Haleluya. Mungu awabariki sana. Najua wanasemanga ladies first. Si ni kweli? Aongea, salimiane. Kama kuna kitu nashukuru kidogo, dakika 2 tu. Karibu sana. Unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya cyane. Bwana Yesu asifiwe. Bagazanga dushima Imana. Amesimama mahali hapa kushukuru ko Imana duhaye umwana mwiza w'umukobwa, kwa sababu Mungu alitupa mtoto mzuri msichana. Nimubona ndize ntabwo ari ukubera ko mbabaye cyane. Ukiona nalia si kwa sababu ya huzuni, ukubera ibyishimo mfite mu mutima wanjye, ni kwa sababu ya furaha iko ndani yake ya moyo wake. Ndashima Imana ko yampaye umwana mwiza w'umukobwa nari maze igihe kirekire mutegereje. Alikuwa anamsubiri sana, Mungu akampa msichana mzuri sana. Nyuma y'imyaka 5 Imana iradusubiza. Tulikuwa tumefika muda wa miaka 5, Mungu akatujibu. Araho nageraga mumva biranze kwihangana. Kuna wakati alikuwa inafika akasikia ya kwamba anakata tamaa, ariko umutware wanjye aramfasha gusenga. Lakini tulikuwa tunasaidiana na kuomba sana. Mungu akambwira ngo mwijuru ntabwo tuzagendana n'abana bacu. Kuna kipindi mume wangu aliniambia kwamba hata mbinguni hawatauliza watoto. Imana ntabwo izabaza abana mwijuru. Yambwira gutyo nkumva mutima wanjye ndasa nkaho mpumuritse. Hiyo wakati alikuwa akasikia ya kwamba amepata nguvu nyingine. Turashimira ababyeyi bacu batubaye hafi. Anashukuru wazazi kwa kuwa karibu nasi. Turabashimiye ko batwihangane nk'ababyeyi bacu, kwa sababu wazazi walituvumilia wakatupenda. Buryo umubyeyi ashingiye umwana, wakati mama ama mzee, wazazi wanafanyisha harusi watoto wao, baba biteguye ko bagiye kuba umwuzukuru. Wao wanatarajia mjukuu kwa mapema sana. Ariko twegeze uko byagenze. Lakini sisi haikuwa hivyo. Tulicara umwaka wa mbere, tulikaa mwaka wa kwanza, wa kabiri, wa gatatu, wa pili, wa tatu,
kugeza tugejeje imyaka 5 tulifikisha paka miaka 5 abaribwo tubona umwana tukapata mtoto. ndashimira pasiteri wanjye hano. Nashukuru reverenti wangu. Hari igihe kimwe twagiye ku musozi hashize nk'imyaka 3. Reverenti, kama nakumbuka kuna wakati tulienda katika mulima kuomba, kumepita kama miaka 2. Aratubwira ngo umuntu waje kuri uno musozi yandika ibyifuzo afite, nari naje afite ibyifuzo 3. Kama nakumbuka alisema kama kuna mtu akona mahitaji ayaandike, alikuwa na hitaji 3. Ndabyandika mbona 2 byarasubijwe asigaye kimwe. Wakati tuliombea mambo 2 alijibika, lakini kwa baki moja. Ndavuga nese Mana yanjye ko pastor avuze ngo umuntu azaga kuno musozi aje gushima k'iby'Imana yamukoreye ko atari ko byagenze. Nilijiuliza mbona Reverend alituambia ya kwamba mtu akikuja kuombea kitu yote, mbona mimi nakaa sana? Nako gapapuro nanditse naragafashe ngahisha munsi yiwe, ndavuga ati ningaruka sasa ninure ryabuye nzishima Imana. Nilichukua hiyo karatasi nikaiweka katika jiwe chini, nikasema Mungu akinipa mtoto nitarudi kuchukua hiyo karatasi. Ariko siko byagenze, uko natekereza kujya ku musozi nje kuvuze ngo kanje gushima bya bindi Imana yagize yansubije. Ni sikuenda kwa sababu yote haikuwa amejibika. Natekereza kugenda ngahura n'imbagamizi. Wakati alikuwa kwenda kushukuru, alikuwa nakutana na circumstance. Wanasema hivyo? Ariko ndashima changamoto. Ariko nshima Imana ko uyu munsi magaza hanga ibyifuzo byanjye byose 3 nari mfite byasubije. Nashukuru ya kwamba hayo mahitaji yote amejibika kwa jina la Yesu. Imana ishimwe cyane. Yesu apewe sifa. Ndashimira ababyeyi banjye ntago bari hano. Nashukuru tena wazazi wangu hawako mahali hapa, wako mbali. Ugiye papa araherutse nanga muri Kenya. Wakati mnakumbuka baba yangu alitutembelea hapa. Yaraje mu rugo iwanjye aransengera. Alikuja kwa nyumba yangu akaniombea. Ati intoki zanjye. Akachukua mikono yangu. Arazifata ziciramo. Akatemea mate mikono yangu. Arambwira ngo mwana wanjye. Akaniambia mtoto wangu. Anasema bila kubahatisha, songera ngaruke muri kino gihugu Imana araguhaye. Nitarudi katika hii nchi ukiwa na mtoto. Ndashima Imana ko papa yansengeye cyane, ni inshuti yanjye yo kumutima. Nashukuru sana kwa kuwa baba yangu aliniombea. Ndetse nashimira mama wanjye. Tena nashukuru mama yangu mzazi. Buri munsi twavugana kuri telefone arambwira bakamusengera mwana wanjye nukiye. Wakati tulikuwa tunaongea kila siku alikuwa ananiombea kwa simu. Nukuri ndabashimira aho bari Imana mu ijuru bahereza umugisha. Mungu awabariki mahali walipo. Ndashimira umutware wanjye. Nashukuru my sweetheart. Buri gihe cyose iyo twajyaga nk'ahantu habona umuntu afite umwana, tulikuwa tunatembea kila mahali tukiona mtu ako na mtoto. Abantu batona bakagira ngo turasa nkaho twishimye hanze. Watu walikuwa wanatuona nje wanaona ni kama tuna furaha mingi sana. Ariko twagera mu nzu nkicara nkarira. Alikuwa anakaa kwa nyumba anakaa nalia kiomba. Munsi ngarambwira ngo ukajya wiganyira. Siku moja mume wangu aliniambia usikate tamaa. Kandi nuko gisengera umwana. Akamwambia hata kuombea mtoto tuache. Namubwira nese kubera ikibundi gira cyo cyo ukunda guhaga hano kuri mazaba ukavuga ngo reka dusengera abana bacu Imana izasuze ku ishuri. Wakati mume wangu alikuwa anasimama mahali hapa, alikuwa anaombea watoto wengine wakirudi kama mashuleni akiomba. Namubwira nuko gisengera abo bana ujureka pastor ari ubasengera. Nilikuwa namwambia usiku unaombea hao watoto kwa sababu unanikoroga. Pastor waombee. Nabonaga agiye kubasengera nkisokera nkitahira. Nilikuwa nasikia hata naweza kwanza nitoke nje kwanza kidogo. Natahaga ngafata umusego wanjye. Nilikuwa naingia katika kitanda changu nalia sana naomba. Ndavuga nti Mana yanjye ukubonye mfashe uno musego ari kuzama gukikira umwana wanjye. Nilikuwa nashika pilo ya kitanda nasema vile nimeshika hii pilo najua ya kwamba huyu ni mtoto katika imani nimeshika. Ndashima Imana ko yabikoze. Nashukuru Mungu kwa kuwa amefanya. Nimuona umuntu muri kino kibazo. Musiona nashukuru nalikilia ni kwa sababu ya kushukuru. Bwana wamugisha. Mungu awabariki. Situmuchapie makofi.
Bwana Yesu asifiwe. Unajua mama ameongea, amelia, lakini mimi sitaongea mambo mengi sana amesema. Mimi nashukuru kwa sababu Mungu anafanya kwa wakati wake. Kuna kipindi, kuna bishop wangu sahi alifariki, tulikuwa tunashiriki Nairobi. Akaniambia kwamba kijana yangu, usikate tamaa, kwa sababu mbinguni hawatauliza ulikuwa na watoto wangapi. Wewe fanya kazi ya Mungu, Mungu atakufanyia mambo mengine. Kutoka hiyo siku nilipata nguvu, nikasema ya kwamba yani mimi nitapata mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru ya kwamba Mungu aliweza kutupa mtoto kwa wakati wake. Tulipata mtoto, mama akajifungua vizuri. Kuna daktari mmoja alimutishia akamwambia, kulingana na vile mwili wako huko, wewe utafanyia upasuaji. Wakati alileta hiyo karatasi, hata hatukuambia wazazi, nilimwambia hii karatasi tumeivunja. Nikamwambia hata tusiambie watu wengine, iweka kwa mahali tu, ni kama kwa dustbin. Nikasema hata hiyo hospitali wamesema tunaenda kufanyia upasuaji, hatuendi, tunaenda hapa karibu maeneo. Nikamwambia hata hatutumii pesa mingi kuenda Makindu, kuenda wapi, tunaingia tu hapa Kimana Rosama, hapa kidogo tu tukienda, kwa sababu tumekaa miaka 5, hauwezi teseka na kujifungua ukifanywa upasuaji. Nikasema tukaomba, nikamwambia utajifungua vizuri, tumevunja hii karatasi, utapata mtoto vizuri. Nashukuru kwa kuwa Mungu alifanya hayo. Kitu cha pili, nashukuru Reverend, kwa sababu na mama Reverend walikuwa wanatuombea. Unajua kuna kipindi tulienda pale Tini Ranch Couples Day, watu wote wakasimama, mtu anasema niko na watoto 3, mwingine anasema niko na watoto wangapi. Hiyo kipindi tukaomba, nikasema usababishe kitu chochote, tusifanye Couples Day nyingine kama sitakuwa na mtoto. Na Mungu akasikia, Couples Day zinaenda zina fail. Sasa ingine nitaingia, labda nitakuwa na 2. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa hayo. Kingine nashukuru wazazi wangu, baba na mama. Nashukuru ya kwamba unajua watu wakikaa sana, wazazi wanaanza kusumbua mama, si ni kweli? Lakini kwa sababu ya kumjua Mungu, hakuna siku wameye hata tuuliza ni nini. Yani hatujaingia kesi. Ndio maana mlikuwa mnaona mke wangu anaenda akinenepa akiwa sawa, kwa sababu hakuna stress, kwa sababu ya kumjua Mungu. Kwa hivyo nawashukuru, Mungu awabariki. Tena nashukuru wazazi, baba mkwe na mama mkwe, kwa sababu nao walikana sisi na kutuombea. Mungu awabariki mahali walipo. Nashukuru sana baba Ela, Mungu akubariki sana na familia yako. Hata brother John, Mungu awabariki sana na familia yake. Nashukuru kanisa, mlituombea, waombezi wa kanisa hili. Jeni, Mungu akubariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna siku alienda mlimani, akakuja akasema, tumeona mkishika mapacha. Sasa sijui mapacha ni nini, lakini unaona huyu mtoto ni kama mapacha. Unaona watu wote vile wamekuja ni kama ni mapacha. Mungu anajibu mara. Kwa hivyo nashukuru sana, bila kuongea mambo mengi. Unajua naweza sahau vitu mingi, lakini tumeandaa hii ibada ili tuweze kumshukuru Mungu. Ukiweka nadhiri mbele za Mungu, mtu anaweza fikiria aseme, kwani mtoto ni nini ufanye sheria ama ufanye ibada kama hii? Ni kwa sababu mimi najua nadhiri niliweka mbele za Mungu na nimeitimiza, na nawashukuru nyinyi mmekuja. Kwa hivyo tutaendelea kumshukuru Mungu na kumuimbia. Mungu awabariki sana. I love you so much. Amen. Bwana asifiwe. Naomba unipe hii kiti na hii. Tutaenda kwa haraka kwa sababu tunataka tuingie kuimba. Patrick hapo. Kwa Patrick hapo. Bwana apewe sifa. Naomba wengine pia tukae. Tukaeni tu. Si amesema ni nini imefanya ashukuru. Amekuwa na miaka kadhaa
hajafanikiwa kuwa na mtoto, lakini Mungu akamsaidia, na ilikuwa ni nadhiri yake aliweka ya kwamba akipata ama Mungu akimtendea atafanya ibada ya shukurani, na si amefanya leo. Tumekula, tumekunywa, na bado nasikia kuna chakula utaongezwa. Ni kwa sababu ya gharama yake kumshukuru Mungu. Kuna watu walimshukuru Mungu kwa Biblia, si yeye wa kwanza. Kwa hivyo si kitu mpya na hatuendi kinyume na Biblia. Amepata furaha. Umesikia alipitia mambo mazito kabisa na amegharamika, wacha nikwambie, mpaka ameleta hizi vyombo ili ibada ifanikiwe, akisaidiwa na wazazi na pia wachache wale walihusika, na Mungu akubariki. Na mimi nasema Nova si wa mwisho. Naongea na tumbo, izae watoto wa kiume na wa kike. Bwana usaidie. Na kwa sababu umekaa kwa muda sasa, zaa mfululizo. Unasikia mama Nova? Mfululizo. Ni mimi nimesema. Kwa hivyo ukiona watoto wakipangana usianze maneno, ni pasa amesema. Na wakiwa ni karibu karibu, niambie, nitasaidia. Na baba yuko hapa atasaidia mpaka kieleweke. Si ni kweli? Amen. Hivyo Mungu wa mbinguni awabariki sana. Kuna picha naangaliaga iko kwa simu yangu, sijai delete. Tukiwa mlimani, huyu mama iko mahali mpiga picha hakuona, akiwa amelala, nikaangalia ile style amelala naye pale mlimani Berikani. Nikaambia Mungu, kumbuka kilio ya huyu mama ni kama ya Ana, achilia muujiza unyamazishe watu. Kuna penina wengi hata kanisani, kuna watu wana maneno lakini Mungu ananyamazishaga. Bwana usaidie. Hata wewe Mungu ataenda kunyamazisha huyo penina. Bwana usaidie. Nikawa naangalia picha nyingine hapa kanisani, huyu mama akiwa amepiga magoti, sikujua ni nini analia, lakini nikaambia Mungu, ingilia hiyo kilio, na Mungu ametenda. Leo ni shukrani na hatutaki tuweke mambo mengi. Ukisoma katika ni kumbukumbu la Torati, kumbukumbu la Torati, First Chronicle 16, nitasoma mstari wake wa 8, ama wacha nianze wa 7. Ndipo siku hiyo Daudi alipoagiza kwanza kumshukuru Bwana kwa mkono wa Asafu na nduguze. Mshukuru Bwana, liitieni jina lake, wajulisheni watu matendo makuu ya Bwana. Bwana usaidie. Daudi hapo alikuwa amefanya nini? Daudi hapo alikuwa amerudisha sanduku la Bwana, na akasikia roho imefurahi, akasema lazima tujulishe watu matendo makuu ambayo Mungu ametenda. Leo ndugu yetu Patrick ametuita turudishe ama tujulishe watu matendo makuu ambayo amewatendea. Kuna watu wanapitia mambo kama haya, lakini kuna ushuhuda ya kwamba Mungu alitenda kwa Patrick, atatenda kwa mwingine. Bwana usaidie. Inaweza kuwa hitaji yako si ya watoto, ni hitaji tofauti, na umekuwa kwa kilio, miaka imepita, Mungu hajakusahau. Mungu ana sehemu. Bwana usaidie. Leo nashukuru kwa sababu mupo na Mungu amefuta machozi. Naomba Mungu azidi kutenda mambo makuu. Basi kwa haraka mtanipa nikaribishe familia ya Patrick. Patrick hajatoka kwa miti, ako na familia. Naomba hebu tuchapie makofi mama na baba. Na mko smart. Mmefika miaka 40 kweli? Bwana usaidie. Bado si wadogo? Wanapendeza ama hawapendezi? Wako smart. Mungu awabariki sana. Watasema mambo machache, na pia kwa heshima naomba waniitie wale wageni wamekuja na wao kutoka Nairobi, na kutoka hapo tutaendelea. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tutapie makofi mchungaji.
Hatutaongea mambo mengi kwa sababu furaha yetu ni mingi, hatuwezi pata mambo ya kuongea. Lakini tutaongea kwa dakika, na hawa wataongea, mimi ndio nitaongea peke yangu. Huyu ni mke wangu, Mama Patrick. Huyu ni mama yake, ametoka Kongo, amekuja kuona tujukuu yake. Amen. Na huyu ni sister Mama Patrick. Tuko na familia kubwa sana, lakini hawajasimama, lakini kwa niaba ya familia hawa ndio wamekuja mbele. Mungu asifiwe. Kuna Freddy, kuna Felix, hawa hawajasimama, lakini ni sawa. Nashukuru kanisa letu la Oloile, wametushika mkono. Nimeshukuru wa mama wa kanisa hili, wametusaidia. Mmeona wamepika, tumekula. Kwa niaba ya mama nashukuru Charedi. Hebu simama tukuchapie makofi. Mmefanya kazi nzuri sana na Mungu awabariki. Nashukuru reverend wetu na mama reverend, wameombea hii family, wanatupenda. Hebu tuwachapie makofi. Nashukuru timu ya praise. Kuna watu wametoka Loitokitok, walikuwa wanalala hapa wakifanya practice, kwa sababu mimi naishi karibu na kanisa. Hebu tuwachapie makofi, mmefanya kazi nzuri na Mungu awabariki sana. Nimeshukuru family ya Patrick, wamevumilia kama watumishi wa Mungu. Najua vijana wengi saa hii hawavumilii, lakini kwa sababu tumewafundisha neno la Mungu na wakati sasa, nyuma ya miaka 5 wamepata mtoto Nova. Ndio maana tunashukuru Mungu. Hakuna jambo limetokea kwa familia yetu, tulikuwa tunawaombea na wakawa wavumilivu. Tumeshukuru Mungu sana. Leo sina mambo kwa sababu nasikia furaha sana. Nashukuru wazazi, family kwa kuja kuona mtoto. Kweli tunawashukuru sana. Kuna marafiki, watu wa Kimana wanatupenda sana. Sitataja kila mmoja, lakini yeyote amekuja kwa niaba ya hii sherehe, udisikie tumekukaribisha na tunakupenda. Na wewe ukiwa na sherehe kama hii utualike, tutawashika mkono. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tujichapie makofi na Mungu awabariki. Amen. Hebu achapie makofi. Sijasema mwende, naomba mrudi nyuma ya Patrick na nini? Patrick na mke wake. Basi tuna huyu mgeni rasmi Nova. Naomba umulete kwa haraka Mama Monica, na utarudi hata wewe huko nyuma. Bwana usaidie. Siwache tupeleke hii maneno mbio mbio. Kisilimba team, pigeni picha. Amen. Na watu wa picha pia muwe standby, ndio twende haraka tafadhali. Hatutaki watu tunataka tuimbe hapa 2 hours non stop. Aya. Mungu akubariki sana. Naomba ukae. Chairman na mama, peana mtoto, lazima utoe. Na nimesema bahasha yenu mkicheza nitafungua. Amen. Umeona iko? Siko kitu. Amen. Bas. Mungu awabariki sana. Unajua ukarimu uanza hapo. Hao wengine pia kama wako naye, kama wana wako naye, ni hiari. Bas. Ndiwe uaminifu wako umejulikana kwa mataifa yote ya ulimwengu. Yahweh, Yahweh, uhimidiwe, uaminifu wako umejulikana kwa mataifa yote ya ulimwengu. Yahweh, 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 uhimidiwe, uaminifu wako umejulikana kwa mataifa yote ya ulimwengu.
Tutashauti haleluya kwa sababu ya shukrani. Kiongozi tatupa tu dakika moja. Tushauti haleluya. Bwana asifiwe. Hey! Tufanye hivi mikono. Asifiwe Yesu. Tuko hapa kwa sababu ya kumrudishia Mungu shukrani. Kwa sababu ya ndugu wetu Patrick. Mungu amewafanyia vizuri akawapa mtoto. Bwana asifiwe. Na kuna kitu nimegundua, tukiwa hapa tukishukuru Mungu, ni lazima hata tukumbuke kuna wale wengine bado hawajapata. Si ni ukweli? Kama kuna kitu mzuri ni furaha ya mtoto. Kwa hivyo tukishukuru pia kumbuka, labda kuna ndugu yako, labda kuna jirani yako ambaye hana. Bwana asifiwe. Tushote haleluya 3, alafu kiongozi tuongezea tu dakika 2. Tukimbie tu hivi alafu tuende. Tunyoshe mikono. Haleluya!